shemeji. Yaani Mungu kuwarejea watu wake anawataka. Ndio maana maandiko yanasema, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Ni wale watakaoliamini neno na jina la Yesu Kristo na kumkubali, ndio wanaitwa watu wake. Amen. Angapi ameokoka? Nyosha mkono juu kama umeokoka. Basi kama umepokea Yesu Kristo na kumwamini, hao ndio maandiko yanayotuambia atawaokoa watu wake, wale watakaoliamini neno na kumwamini Yesu Kristo na kukiri ya kwamba yeye ndiyo Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao ndio watu waliookoka na ndio watu wake aliokuja kuwafuata na kuwaokoa pamoja na dhambi zao. Yeye ndio ondoleo la dhambi. Tunapozungumzia Krismasi ni kuondolewa katika uovu, kurudiwa na Mungu. Maana maandiko yanasema ni Immanueli, yani Mungu pamoja na wanadamu. Ina maana amerejea kwetu, anaweza kutusaidia kwa sababu yuko pamoja na sisi. Amen. Amen. Sasa nisome kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza. Hatutasherekea Krismasi kama tunaenda kucheza ngoma. Amen. Hata nikae na wewe hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni leo Krismasi haikubadilishi. Unaamini? Hata nishinde na wewe kuanzia asubuhi hadi jioni hapa, kwa sababu ni Krismasi, haikubadilishi. Lakini nikikwambia neno ukalichukua neno, alafu leo ni Krismasi, nataka nikwambie itakusaidia na kubadilisha maisha yako. Amen. Kwa sababu watu wanazania kwamba kwa sababu ni Krismasi basi siku hiyo ndio siku ya tofauti kuliko siku nyingine. Sikiliza nikwambie, kitu kilicho cha tofauti ni ile siku mtu anamwamini Yesu Kristo na kumfanya Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Pale unapompokea ndo anazaliwa ndani yako na wewe unazaliwa ndani yake. Maisha yako yanaanza hapo. Amina. Amen. Amen. Sio Krismasi ati alizaliwa kwamba saizi tutaanza kushangilia amezaliwa. Mtoto wapi amezaliwa? Alishazaliwa, na alizaliwa ile siku niliyomwamini ndani yangu. Kwa maana hakuzaliwa katika ulimwengu wa nyama, ila alizaliwa katika roho. Na kama alizaliwa na mimi nikazaliwa kwake, basi ndio hicho ninachosherekea, kwamba tangu nilipompokea Yesu Kristo akazaliwa ndani yangu. Naona tofauti kwenye maisha yangu, naona kushinda kwenye maisha yangu. Kumbe nina uwezo wa kutembea kwa mamlaka zake na sio kwa mamlaka zangu na sio kwa akili zangu, ila ninatembea kwa uwezo wa huyo Yesu Kristo aliyezaliwa ndani yangu katika roho. Amina. Amen. Amen. Ati leo tuanze kutembea na mbeleko, sisi tukanunue diaper. Kuna watu wanafanya vitu vya kijinga. Ati amezaliwa mtoto wapi? Yesu azaliwe ndani yako. Ndio maana mtu anaadhimisha Krismasi ya kwanza ya pili mpaka leo hajapata kitu, kwa sababu hajajua Yesu Kristo tunaadhimisha. Mimi ninafurahi kwamba siku hii leo ipo kwa sababu tunaadhimisha, na ninaadhimisha kwa sababu alizaliwa ndani yangu. Amen. Isome Warumi 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Basi Myahudi ana ziada gani? Basi Myahudi ana ziada gani? Na kutahiriwa kwa faa nini? Na kutahiriwa kwa faa nini? Sikiliza hapo. Huo ni mstari wa kwanza, si ndio? Anasema Myahudi ana faida gani? Na kutahiriwa kwa faa nini? Krismasi ina maana gani kwako? Kama hiyo Krismasi hauelewi maana yake, huyo Yesu Kristo anayemzungumzia kwamba amezaliwa siku ya Krismasi tunaliadhimisha jina lake, ana faida gani kwako kama hata kusaidia? Anasema Myahudi afaa nini? Anamaanisha ya kwamba waliojiita Wayahudi wa uzao wa Ibrahimu wana faida gani kama hawatamheshimu Mungu ili Mungu awasaidie? Wana maana gani kuitwa Wayahudi?
Krismasi ina maana gani kwako? Kama hiyo Krismasi maana yake haileti matunda kwenye maisha yako, hiyo Krismasi haina maana. Maana Krismasi ni siku ya kuzaliwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Huyo Mungu unayemzungumza kwamba unasherehekea siku hiyo alishuka ili akupatie mamlaka, akupatie nguvu, akurejeshe uwezo wa kuumba, alafu akusaidii. Haina maana kwako. Lakini leo hii ukigeuka ukasema ni Emmanuel, Mungu pamoja na sisi, basi nitanena kwa sababu nimerudishiwa mamlaka ya kunena katika kila jambo, basi kila utakachosema nacho kitatimia kwako. Ukisema magonjwa nyamaza, yatakuwa yakinyamaza, kwa sababu Yesu Kristo, yani Mungu mkubwa, ameketi juu yako. Amina. Amen. Amen. Endelea. Kwafaa sana kwa kila njia. Kwafaa sana kwa kila njia. Kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. Kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu, au Wayahudi kutahiriwa kwao. Hiyo Krismasi inayoizungumzia ni kuchukua ahadi ya Mungu, kuchukua kweli ya Kristo, kuchukua ahadi na matendo ya Mungu yakae kwenye maisha yako. Hiyo ndio inafaa sana, kwa sababu maana yake matunda ya kimungu yatazaliwa kwako. Amina. Anasema kwa maana wamebeba, wamechukua mausia ya Mungu. Inamaanisha kwamba wameshika taratibu zote za Mungu. Krismasi yafaa kwa wale ambao wanaamini katika jina la Yesu na kutenda mema na yaliyo haki ya Kristo. Amina. Amen. Ni nini basi? Ni nini basi? Ikiwa baadhi yao hawakuamini. Ikiwa baadhi yao hawakuamini. Je, kutokuamini kwao kutabatili uaminifu wa Mungu? Kutokuamini kwao kutabadili uaminifu wa Mungu. Kutokuamini kwao, wanaotenda uovu, je, Mungu asijulikane kama ni Mungu? Bado atabaki kuwa Mungu. Ya kupasa wewe ndo uamini katika yeye, sio katika wanadamu kwa yale wanayoyafanya, ila wewe uamini katika yeye kwa kutenda yaliyo mema na kufuata taratibu za Mungu zote. Amina. 4. Hasha, Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo. Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili ujulike kuwa una haki katika maneno yako. Ili ujulikane ya kuwa una haki katika maneno yako. Ukashinde uingiapo katika hukumu. Ukashinde uingiapo katika hukumu. Mesikia? Krismasi haitakufaa. Anasema kwani Myahudi ana faida gani? Haina maana. Kama utakuja utazungumzia swala la Krismasi, alafu Krismasi haikuzalii matunda ya namna yoyote, hiyo ni kwenye elimu, hiyo ni kwa watoto wako, hiyo ni kwenye nyumba yako, hiyo ni kwenye ndoa yako, haina maana. Amen. Krismasi inatakiwa ikusalie, na ile Krismasi ninaizungumzia ni Mungu Yesu Kristo kukaa pamoja na wewe, na kila tutakalosema nikasema tunda kwako, kwa jina lake ukafanikiwe, kwa jina lake ukaongezeke, kwa jina lake ukastawi, kwa jina lake ukazidi, kwa jina lake ukatawale, kwa jina lake ukatawale, kwa jina lake ukawe mwamuzi, kwa jina lake ukaongezeke, kwa jina lake Yesu Kristo. Hakuna jambo likashindikana juu ya maisha yako. Hicho ndio kikubwa tunachokitafuta juu ya maisha ya mtu. Yesu Kristo anapozaliwa ndani ya mtu, anapoumbika ndani ya mtu, na huyo mtu anapoumbika ndani ya Yesu Kristo, yani Mungu anaanza kutawala juu ya maisha yake. Kuna mambo ambayo yalikuwa ni magumu, lakini Yesu Kristo anayalainisha. Amesema kwamba hata jaribu likipanda na likiwa kubwa, yeye atafanya mlango wa kutokea. Lazima utatoka tu, haijalishi imekuaje, lakini utatoka, kwa sababu yeye anatawala juu ya maisha yako. Amina. Amen. 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 Hilo ndio neno la msingi la kulishika, kwamba Krismasi yako hata tukitabiri, ujue kwamba ninamwamini Yesu Kristo na ninaamini alizaliwa kwa ajili yangu. Amezaliwa ndani yangu nami nimezaliwa ndani yake. Maandiko yanasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu nitawapatia. Amina. Amen. 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 Ombeni lolote kwa jina kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo
nitawapatia. Nisomee Rumi 8:31. Anasemaje? Rumi 8:31. Anasemaje? Usikilize. Basi tuseme nini juu ya hayo? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu. Hebu tulio nisikilize. Yaani kuna vitu vingine unaweza kawa unaumiza kichwa, unahangaika, alafu ni vitu vya kawaida. Inahitaji tu mambo madogo madogo ya kufuata utaratibu wa kimungu. Anasema tuseme nini juu ya hayo? Tuseme nini juu ya hayo? Ikiwa Mungu akiwa upande wetu, kama Mungu ameachilia roho yake akasema atazaliwa mtoto, na huyo mtoto mtamuita Emanueli, yaani Mungu pamoja na wanadamu. Hebu rudia huo mstari sasa, anachouliza. Kama ni Mungu pamoja na wanadamu, sikiliza anachosema. Basi tuseme nini juu ya hayo? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu. Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Aliye juu yetu. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Tulia hapo mama. Sikiliza nikwambie. Kama Yesu Kristo alizaliwa, maandiko yanathibitisha ni Mungu pamoja na wanadamu. Paulo anathibitisha, anasema sasa tuseme nini juu ya haya? Kama Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakayesimama juu yetu sisi ashindane na sisi? Yaani Mungu akiwa upande wako, Bwana akiwa upande wako kupitia Yesu Kristo, ni nani atakayesimama juu yako akutawale wewe, ambaye Mungu yuko upande wako? Basi hakuna atakayesimama kinyume chako, kwa maana Yesu Kristo anakaa ndani yako, kwa maana Yesu Kristo anakaa juu yako. Hakuna roho itasimama juu ya maisha yako, hakuna atakaye kuibia mali zako, hakuna atakaye chukua kilicho chako, kwa maana anayekaa kwako ni mkuu kuliko chochote. Amen. Amen. Ndio Christmas tunaizungumza, kwamba kumbe Baba yuko upande wetu. Kama Mungu yuko upande wangu, hakuna atakayesimama juu yangu, hakuna atakayeshindana na mimi, hakuna atakayepigana na mimi, kwa maana nitasema neno na neno litakuwa. Maandiko yanasema Baba Mungu upigane nao wanaopigana, maana yuko upande wangu, basi apigane nao wanaopigana na mimi. Nami ninakwambia kwa jina la Yesu aliye hai, vile umesema umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ikiwa Yesu Kristo yuko upande wako, ni nani atasimama juu ya maisha yako? Hakuna atakayesimama. Tutamwambia Bwana ashughulike nao na Bwana atashughulika nao. Tutamwambia Bwana apigane nao na Bwana atapigana nao, kwa maana yuko upande wako, nao umeshaliwa katika Kristo Yesu. Hakuna roho itasimama kwenye maisha yako ila Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili akusaidie. Amen. 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 Yeah. Hallelujah. Amen. Isome Isaya 8:9. Isaya 8:9. Sikilize tu. Basi ukayatende yaliyo mema na ukayafanya yaliyo mazuri na mapenzi ya Mungu, ili Mungu akae upande wako. Isaya 8:9. Kuanzia 9. Fanyeni ghasia. Fanyeni ghasia, enyi kabila za watu. Enyi kabila za watu. Nanyi mtavunjwa vipande vipande. Nanyi mtavunjwa vipande vipande. Tegeni masikio. Tegeni masikio. Ninyi nyote wa nchi zilizo mbali. Ninyi nyote wa nchi zilizo mbali. Jikazeni viuno nanyi mtavunjwa vipande vipande. Jikazeni viuno nanyi mtavunjwa vipande vipande. Jikazeni viuno nanyi mtavunjwa vipande vipande. Fanyeni shauri pamoja. Fanyeni shauri pamoja. Nalo litabatilika. Nalo litabatilika. Semeni neno. Semeni neno. Lakini halitasimama. Lakini halitasimama. Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Tulia hapo. Anasema fanyeni ghasia enyi mataifa. Amen. Fanyeni ghasia enyi. Mifungeni viuno vyenu nanyi mtavunjwa.
vipande vipande. Amen. Hebu rudia huo mstari ulioishia. Msikilize anachosema. Fanyeni shauri pamoja. Fanyeni shauri pamoja. Sikiliza. Endelea. Nalo halitabatilika. Rudia hapo. Fanyeni shauri pamoja. Nalo litabatilika. Nalo litabatilika. Semeni neno. Semeni neno. Lakini halitasimama. Lakini halitasimama. Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kama ni Emmanuel, yani Mungu pamoja na wanadamu. Anasema hata washauri wafanye mashauri, lakini hayo mashauri hayatasimama. Hao waganga hata wangeloga, kile wanachofanya hakitakuwa. Hata wangenena laana, hiyo laana yao haitafika. Kwa maana Mungu yuko upande wetu. Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Nami ninakwambia, kama unamwamini Yesu Kristo na Bwana yu pamoja na wewe, hakuna laana itasimama kwenye maisha yako. Hakuna mikosi itasimama kwenye maisha yako. Hakuna maneno mabaya na ya uovu yatakayoendelea kusimama na kutawala maisha yako. Maana Bwana yuko upande wako. Amina. Amen. Amen. Amina. Amen. Amen. Sikiliza. Kama Bwana yuko upande wangu, hakuna atakayeshindana na mimi. Hakuna atakayepigana na mimi. Amen. Hakuna atakayenishambulia. Watafanya vita lakini hawataweza. Amen. Amen. Watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Kama umenyenyua Christmas hii kwamba kumbe ni wokovu, kumbe ni kubadilishwa, kumbe ni kuokolewa, kumbe ni kutolewa katika mateso, kumbe ni Bwana Mungu wangu amenirudia, nataka nikwambie, hautatoka kama ulivyo. Amina. Hautakuwa kama ulivyo. Amen. Hautakaa vile ulikuwa. Amen. Maisha yako yatakuwa vile yalikuwa. Yes. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amina. Maana kile nazungumza ni Roho wa Bwana, ambaye yeye ukimwita anatenda, ambaye yeye ukimwita anafanya, ambaye yeye ukimwita anatetea, ambaye yeye ukimwita anafanya sawa na vile umesema, wala hatalibadilisha neno lako, ila atatimiza sawa na vile umeomba, atatimiza sawa na vile unataka. Huyo ni Yesu Kristo. Yeye anasema semeni neno nami nitalitimisha, na hakuna neno lililotoka kwa Mungu ambalo litarudi bure. Kila neno utakalolisema ambalo ni mapenzi ya Mungu lazima litimie kwako, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. 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 Nampenda Yesu Kristo kwa sababu kila alichosema ukikifuata kinatimia, na hakina haja ya kusimulia ama mtu aulize, ila kinaonekana. Yaani huyo Yesu Kristo aliyekuja, Mungu pamoja na sisi, huyo Mungu tunayemzungumza, ukimwita mahali popote anakuja. Ukimhitaji sehemu yoyote anakuja, na ukiyafanya aliyo mapenzi yake anatimiza. Haja gani unayo ndani ya moyo wako? Maandiko yanasema ikiwa Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Nataka nikwambie, ni haja gani ya moyo wako ulionayo? Kama umemaanisha kwamba hiki nina haja nacho, nataka nikwambie, tunasema neno na kile unatafuta kinakuwa. Amina. Anasema fanyeni shauri. Shida sio kwamba waliloga. Anasema nyie fanyeni. Anasema semeni maneno yenu, fanyeni mnachofanya, lakini hakitasimama, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Basi kama mnaroga, watu waendelee kuroga, lakini Mungu awe upande wako, maana kile wamefanya hakitasimama na hakitaweza kuinuka, maana Mungu yuko upande wako. Wewe fanya tu yaliyo mapenzi ya Mungu, alafu na wao waache waendelee kufanya wanayofanya, lakini kile wamefanya hakitasimama. Amina. Ila neno la Mungu aliye hai litasimama, na maandiko yanasema mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Basi lililo neno la Mungu litasimama juu ya maisha yako. Kama Mungu alisema yawe mema juu ya maisha yako, yatakuwa mema. Hao watakachokifanya watakuchelewesha, na hata wakikuchelewesha, bado yeye amesema kile walifanya kikakuchelewesha kitabatilika tu. Amina. Amen. Amen. Hebu nisomee kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya 5
Anzia mstari ule wa 25. Usikilize. Roho hiyo inabebaga kile mtu unafanya. Wafalme wa pili 5:25. Anzia 25 hapo. Lakini yeye akaingia. Akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia. Watoka wapi Gehazi? Akanena. Mtumwa wako hakuenda mahali. Akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe? Hapo ulipogeuka yule mtu katika gari. Hapo ulipogeuka na kumfuata mtu yule katika gari. Ili akulaki. Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha? Kupokea mavazi ya mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Sikiliza nikwambie. Wewe tunamzungumzia ni Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akakaa kwako, akatembea na wewe, kila neno utakalolisema litazaa yaliyo mapenzi ya Yesu Kristo. Unisikilize. Kama tutasema kwa jina la Yesu, shida ilikuwa inasumbua iondoke, inaondoka. Kama Yesu Kristo unamwishi. Amen. Kama unamwishi Yesu Kristo, lazima akuponye na lazima akutetee. Lazima afanye kitu kwenye maisha yako. Kama hiyo roho ni uzima ya Yesu Kristo, basi uzima unakuja kwako. Haijalishi ni kazi, haijalishi ni ndoa, haijalishi ni nyumba, haijalishi ni familia, chochote. Kama unamwishi Yesu Kristo, kila neno utakalolisema ukimwomba anakupa. Maandiko yanasema akatoka akamfuata, akaenda akamlaki. Aliporudi kwa Elisha anamuuliza, anasema umetoka wapi? Anasema sijaenda popote. Lakini Elisha anamwambia, kwani roho yangu haikuenda na wewe kule ulikoenda? Kama ukiwa na Yesu Kristo, kila jambo utakalolifanya, hata kuacha uende peke yako, yeye anajua siri za mioyo yetu kuliko vile tunajua. Unaweza ukanidanganya mimi hapa, unaweza ukadanganya mbele ya kanisa na washirika wenzio, lakini Yesu Kristo hautamdanganya.